akaniambia naomba muangalie mtoto kwani amekuaje. Naye akawa anashangaa mtoto amekuaje. Kidogo majirani wakawa wamefika wanakuja kumwangalia mtoto. Ile hali ilitushtua sana. Maana mtoto akawa anavuta pumzi kwa kasi na kushusha. Anavuta pumzi, anashusha. Baadaye nikampigia baba simu. Nilipompigia nikaambia mchungaji, nashangaa mtoto nimemlaza tu kidogo na nasikia mtoto kaamka kwenda kumwangalia nakuta anatoa povu mdomoni. Ananiambia kwani anauma? Nikasema hapana, mtoto wangu alikuwa haumi kitu chochote, ni mzima kabisa, alikuwa tu amelala. Akaniambia naomba uchukue maji. Nikachukua maji akayaombea, nimempa. Hapo tunaongea kwa simu. Kumpa, lakini mtoto akazidi kubadilika, na mtoto anazidi kulegea. Mikono na miguu imeshakuwa ya baridi kabisa. Mtoto hajitambui wala nini. Nikampigia mchungaji tena nikamwambia mtoto naona hali bado ile ile. Akaniambia fanya haraka mlete mtoto kanisani. Pale tunatoka maana majirani walikuwa wameshajaa. Mtoto hali ilikuwa ni mbaya sana. Na ambapo kwa muda ule ningesema niende hospitali. Sidhani kama ningekuwa naye huyu mtoto sasa hivi. Majirani wakaniambia huyo mtoto mpeleke hospitali. Mkimbize hospitali haraka. Lakini roho yangu ikawa imekataa kabisa. Kuna mfanyakazi mwenzangu nikaa nimeondoka, akanitumia message. Akaniambia Mama Angel, naomba mtoto usimpeleke hospitali. Hiyo hali niliyomwangalia sio ya kawaida. Mpeleke mtoto kanisani. Tukakimbia, tumefika hapa. Mtoto amesharejea kabisa. Mpaka njiani tukimshika hivi hatusikii mtoto anapumua. Tukafika hapa Bakizini tukamkuta baba yuko hapa madhabahuni, akatupokea mtoto. Alivyompokea akamshika, akamuombea kama dakika 5 hivi. Mtoto akavuta pumzi kwa kasi. Alafu baadaye mtoto akaamka. Mchungaji akasema huyu mtoto alikuwa mbali sana, naomba muache kwanza pumzike. Tukamwacha mtoto akapumzika kama dakika 10 hivi. Baadaye mtoto akarudi katika hali yake, tukaondoka, tukarudi nyumbani. Tumerudi nyumbani mpaka sasa hivi mtoto wangu hajachemka. Alipona pale pale. Na mpaka tunarudi nyumbani watu hawaamini, wananiuliza kwani Mama Angel mtoto ulivyoenda hospitalini? Nikamwambia mtoto wangu sijaenda hospitalini maana halikuwa haumwi. Kila mtu anashangaa kwa hali tuliyotoka nayo nyumbani, na mpaka wanashangaa dakika ngapi tunarudi nyumbani. Na mtoto ni huyu hapa mzima mpaka sasa hivi. Namshukuru Mungu kwa yote aliyonitendea kupitia madhabahu hii. Ni mambo mengi sana, na hata huyu mtoto nimepatia kupitia madhabahu hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliyefanya hili kwako ni Yesu na amemwokoa huyu mtoto. Ni kweli huyu mtoto mngempeleka hospitalini huenda mngempoteza. Mtoto mmemleta hapa, niwaambie tu kweli, mimi nimempokea mtoto akiwa hapumui wala hafanyi chochote. Kweli kabisa. Kwa hiyo ingekuwa kwamba ni mtumishi hana imani, ningewaambia rudini na mtoto au nendeni hospitali. Lakini kwa sababu mimi ninamwamini Yesu aliye hai, na huyu mtoto amepatikana kwa Mungu wangu niliyemuomba akakupa, isingeruhusiwa hapo. Isingeruhusiwa aondoke. Sababu huyu umepewa kutoka madhabahuni. Sasa Mungu amemponya na hatateseka tena, na atakuwa mzima. Na hospitali mtaenda kupima uzito, sio kuumwa kwake. Mungu amemponya na amempa hilo kwa Mungu. Mungu akubariki.